Shalom wa Tanzania. Bwana Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, aliyeziumba mbingu na nchi, yuko pamoja nawe, usiogope. Na Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Watanzania wenzangu, nataka leo niteje au nieleze ni kwa nini nilikipa Chama cha Mapinduzi red card. Sababu ziko nyingi, lakini kati ya sababu ya msingi nataja hapo chache. Moja ni hii: kushindwa kuilinda haki ya Mtanzania ya kuishi, ambayo ni haki ya kikatiba kabisa. Pamekuwa na kikundi kinachoitwa cha watu wasiojulikana. Ni miaka kadhaa sasa kikundi hichi kimetekeleza mauaji ya aina mbalimbali, kupotezwa kwa watu wa aina mbalimbali, lakini mpaka sasa hivi hakijajulikana kwamba ni watu wa aina gani. Watanzania wanakuwa na mashaka kulingana na mambo haya ambayo serikali mpaka sasa hivi haijatoa majibu ya kwamba hawa watu wasiojulikana ni watu gani. Lakini pia katika hao watu ambao wanaitwa wasiojulikana, kuna watu ambao wamenyoshiwa vidole na Watanzania ya kwamba waliwaona wakihusika katika matukio haya ya utekaji, ya kuumiza watu na kadhalika. Lakini serikali haijachukua hatua yoyote kwa wahusika waliotajwa, hata kuwafungulia mashtaka ama kuwahoji ama kwa namna yote. Hii ni kunipa uhakika kwamba Chama cha Mapinduzi kinahusika na hao watu ambao wanafanya matukio haya. Lakini pia kimekuwa na mpango wa kuua upinzani katika nchi yetu. Kama Watanzania tulikubali kuingia mfumo wa vyama vingi, maana yake nchi yetu hii iongozwe kwa mfumo wa kuwa na vyama vingi. Maana yake mtu anayekwenda kinyume na sisi, maana yake huyo hataki kutembea na sisi. Chama hichi kimekuwa kikiwashambulia wapinzani, hasa pale wanapokuwa wakiwakosoa. Katika hali ya kawaida haiwezekani mtu akatembea bila kukosolewa. Wakati mwingine wanakuelekeza kwamba ndio sehemu ambapo umekosea ili ujirekebishe. Lakini kwa sababu ni wapinzani, wamekuwa wakifuatwa, wakishambuliwa, wakitekwa, wakipigwa na kuumizwa. Na hapa tunapoongea kuna watu wana ulemavu, kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu wamekimbia nchi, na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi haiwataki kuwajibika katika hayo.